Imagine you can't even sleep without calling this lady. Yeah, ikifika morning hivi, the first thing utafanya is either utampigia ama umtext morning. Unaweza kaa hivi unapata ukiwa na issue kwa nyumba, mwanaume analia, he's busy shedding tears. I'm going to tell my mom. Yeah, hati mamangu amesema. Alafu kuna saa wali kama sisi. Wale wenye madha anajua inafika point tu kijana anaanza kulive maisha yake. Yeah. This fear goes to these mothers, these single mothers. Hey, kama kweli umelea mtoto wako peke yako, umestruggle na yeye tujakata. Yes. Umempeleka shule tujakata. Amekuwa mwanaume mkubwa, ako na feelings, ameona a beautiful flower outside there, amaamua kuichukua kuiweka kwa nyumba. Hebu acha kuletea mtoto wenyewe pressure ile design yenye ati jua ndo umemlea. So you don't want this lady to enjoy her marriage because ati you are dragging what? This is you. Oni mtoto wako naita hii change. Imagine mimi sio chuma. Mimi pia ni binadamu. I hated the fact that sikuwa natosheka kwa ndoa yangu. If you know what I mean. So, ni ajeni majamaa, we are back again like we never left. So, jina nesi ya badilisha ni Raymond Victor bado. Yes, maybe kwa badilisha yako. No, the Don mwenyewe kama kawa. Guys, I hope mko sawa. Nasikia baridi kwani? Baridi kidogo, unajua niko single baridi manzi, baridi. Uko single and searching ama uko single and satisfied? Kusearch lazima mtu lazima. Una search bado? Lazima manzi. Mimi siko hapo kwa hivyo vita umejianika peke yako. Yeah, I'm single guys, achaneni na Raymond. I'm single. Mimi ndo najua baridi inanipeleka aje. Yes, so anyways, tunaongea kuhusu families and men. So tuligundua zile issues zenye zina rising ndio familia most ziko vile ziko. Yeah. Tumeongea pia kuhusu wanaume, kitu yenye nafanya wanaume wanafanya vile wanafanya hapa hivi. Yeah. Sisi weaknesses yetu ni nyinyi. Nyinyi ndio bado sijajua weaknesses yenu, but watu wanasemanga ni do. Yeah, okay. Mostly mimi siwezi sema tu weakness ya ladies ni do. Do tu ni part of it. Kitu poa lazima ugaramie. What a woman needs in her man is love na time and affection. Yeah, just give this lady time. Mpe tu time yake, hata ukiwa busy aje, mpe tu time yake, acha tu ajue she's special. Okay. Yeah. Yes. Just make her feel like a queen that she is. Okay. Jusi ukimwona, I'm sure mara ya kwanza ukikutana na baby girl, imagine you can't even sleep without calling this lady. Yeah, ikifika morning hivi, the first thing utafanya is either utampigia ama umtext morning. Hey baby, umekunywa chai? Umekula lunch? Mbona sasa ifike ile time yenye some kisha move in kwa nyumba moja? Hata imagine hata ukitoka morning, hata ukiamka morning you can't tell this woman morning. Ukishenda job like you act as if she's not there. Okay. Yeah, just maintain that thing. Najua you can't expect much, lakini as the time goes by, venye familia inaendelea kuongezeka, hiyo upendo, mama uchukua upendo anaweka kwa watoto, baba pia atachukua upendo aweke kwa watoto. Lakini usisahau this man or this woman still needs you. Bado ni mtoto wa mtu, bado pia anahitaji kudekezwa bado. Hata mwanaume awe mkubwa, we giant aje, there's still a baby inside there. Kuna katoto kwa every giant. Yeah, that's why nasikianga wanaitana baby. Yeah. Babe. Mimi kitu yenye nilifundishwa ni ati wasichana, the reason why wanaitwa babe ni kwa sababu ni watoto wakubwa. You know, sisi kama wanaume, being the foundations, the strength, sisi ndio the head, tunafaa kuchukua hiyo role ya wababa kwa every relationship. Kwa maana ukitembea na demu yako umshika mkono, like uko qualified kuitwa dad, then yeye naye unamuita babe ama hata baby. Okay, umesema right. But I can disagree with you kwa kitu moja. Kuna these men called mothers boys, mothers whatever. Kijana ya mama.
Unaona hao maboys ama hao wanaume hata akuwe ako na ile white hair inaitwanga white hair ama grey hair. Isi ni mvi. Yeah, whatever. Wallahi yao nangi ni mkubwa. Ye ni mtoto tu kila siku. Kila saa. Yeah, unaweza kaa hivi unapata kukiwa na issue kwa nyumba, mwanaume analia, he's busy shedding tears. I'm going to tell my mom. Yeah, hati mamangu amesema, mamangu like kuna hii situation whereby mwanaume anaweza chukua bibi yake ampeleke ushago. Kuna wazazi then aache bibi huko. So bibi akiitisha mwanaume do utasikia anamwambia hebu niulize mama, ama usikie mother-in-law anaita msichana na mwambia bwana wako ametuma pesa, amesema nikupe pesa fulani. Like how can you do that? Ndio wanafaa kugongwa, like wako bado wana kwanza wanamelelewa na masingle mothers. You people exist. These people. Okay, personally mi pia nimelelewa pia na single mothers. Mimi nasema inalingana na huyu mwanamke, inalingana na kitu yenye huyu mwanamke anaona, inalingana pia na maadili ya huyu mwanamke. Kuna wale wenye wamelelewa like yani utapata mamake maybe ameteseka sana na ameona kama mamake anateseka sana. Sasa ikafika point akahausa kuoa, amepata sasa msichana. So najua huyu msichana na huyo mwanamke wanaanza kudrag attention. Like okay, maadhi analia, yani umesahau place tumetoka na wewe, umesahau vile vile babako seli alituacha, what so umeleta huyu au nipigii simu ukiwa uko sijui Nairobi, simu unipigii, unitumii pesa, unifanyii nini, unaona. Alafu kuna saa wale kama sisi wale wenye maadhi anajua inafika point tu kijana anaanza kulive maisha yake. Sitakuwa na siendi kukuwa naye forever, unaona. So that is where now that line is being drawn. So wale wanaume wale wenye wanawanga baby boys like mothers boys, kama bado muna exist, like seriously why should you even date me na feel hawafai kudate. Mimi naonanga tu haina haja uwe mtoto wenyewe na utampea attention yote kwa mamako. Marry your mother. Go and settle down with your mother wherever it is that you are. Ama hata wewe ni mtu mwenye like men's conference ama hata whatever council ya wanaume wanafuatuna like yani kuganga hapo ni wakupige tu vizuri. Seriously why should you do that? Sasa beba amekuomba chwani unapigia maadhi mama nani amenomba chwani, ama hata beba amekuomba kitu fulani tu kidogo, una have like yani kupeleka udaku ushago, sijui huyu msichana amenitosha na pesa time kidogo nimtumie pesa. Kwani what is your responsibility as a man? As a man, your responsibility is to take care of that lady financially, physically, emotionally. And to add on that, this fear goes to these mothers, these single mothers. Hey, kama kweli umelea mtoto wako peke yako, umestruggle na yeye tujakata. Umempeleka shule tujakata. Amekuwa mwanaume mkubwa, ako na feelings, ameona a beautiful flower outside there, amaamua kuichukua kuiweka kwa nyumba. Hebu acha kuletea mtoto wenyewe pressure ile design yenye ati jua ndo umemlea. So you don't want this lady to enjoy her marriage because ati you are dragging what? This is you. Oni mtoto wako naita hii change. Au je mali nimetoka na kijana wangu sijui nini au kukua hapo nikistruggle kutafuta pesa nimlipe school fees. Mtoto wako kuambia ukuwe single mother. Mtoto hajui what happened between you and the father. That's one thing you have to know. Huyu mtoto hajui what happened. Mtoto yeye alijipata tu mshatoka msha rent nyumba. Ama mtoto alikuwa anaona tu mkipigana and the innocent boy was so innocent said that hakuna kitu angefanya hata ukipigwa ama mkipigana na baba yake. By the way. So acha kuchukua frustrations zako zote unaekea kwa mtoto. Utapata mwanamke but there was this case yenye nilisikia. A lady alisomesha mtoto hadi mtoto akakuwa doctor. Ni tu design yenye mwanamke alizaa mtoto akiwa na 15 years. So the kid grew haraka sadi wakakuja wakatoshana. So unajua tu tumwili tudogo. Huyu mwanamke akaamua kuolewa na mtoto wake. Akasemaje, pesa zake haizi kubali pesa zake ziende nje. Pesa zake zinabaki hapo. Alafu tena akasema
Mtoto wake ako very handsome, yenye hawezi kubali msichana mwingine akuje stress atianze afanye mtoto wake amsahau. Hiyo ilifanyika hapa Kenya. Yeah, hapa Kenya. Kongo. Hapa Kenya. Kama seriously So I was wondering how now. Watu wengi wanafaa kiboko nani, watu wanafaa viboko tu hivi nje. Like sijui ni proper upbringing ndio hawa say wana failingi kwenye kupata. So like unaona history ya ndoa in marriages. Kuna a lot of funny weird things zenye hufanyikanga. Like when two people come together, imagine hawa ni watu wenyewe hawajai date, hawajai oa, hawajai patana anywhere. So wame have to come pamoja, like the like pole and the do whatever they are like pole. Yeah. So watu wawili wamepatana pamoja, wamesema hey, I think we can start up something. So wanaanza kitu, then ujinga ndio inaingia katikati yao, inafanya wanakosana. There is this funny case yenye nimesikia mahali. I think we should really just talk about it kidogo tu time tu kidogo. Like okay, so what keeps relationships going? We wase mimi Nora from Ngong, nimehepa hao yangu juu nilifika mwisho. Imagine mimi sio chuma, mimi pia ni binadamu. I hated the fact that sikuwa natosheka kwa ndoa yangu, if you know what I mean. Nilikuwa naishi na a 10 minutes man, like seriously. Mbona umuite power yeah, so power ndio iko kwa hatuwezi ishi bila power. Yeah, so hatuwezi. Time yenye nataka huwa hakuwa ananipea, anasema ati amechoka, nimekuwa laughing stock ya mabeste, hadi wadogo wangu washapata watu hii, mimi nimeishia bana juu so ame have ku jump out of the relationship. Ndoa kwanza ni ndoa, ame jump out because alikuwa ana date 10 minutes man. Like me personally swali yangu ni like what keeps a relationship really going? Is it sex ama like kuna a lot of strings attached apart from sex? You know, when I talk about love, I talk about sex. When I talk about love, you can't have sex with someone you don't love. That's one thing. Kama ni wife yako. Juu, sex is a feeling. It has to connect. Ni connection, emotional connection. Lazima i-connect. Hauwezi niambia ati mnapendana na hakuna mpeani whatever, hakuna mechi. Hiyo sasa hiyo ni mapenzi gani? Hiyo ni kudanganyana. In fact, sex keeps the body fresh. It keeps you active. Bana mtu amekaa bila kupewa sex bana anaweza kuwa na attitude, anaweza kutusi hadi ushindo huyu yako na shida gani. Okay, so do you say that you think love is enough? Is love really enough? Love kwa ndoa, like what keeps that family glued together, that couple glued together? Is it just because of love? Kwa ndoa ni love kwanza, kuvumiliana, just tolerate each other because you are two strangers. Yes. Imagine these people, amkujazaliwa pamoja, mjalelewa pamoja. Umenipata nikiwa na meno 32, nimekupata ukiwa na meno 32. Mjuani kabisa. Hatujuani, mimi niko na tabia zangu. Mimi napenda vita, bana. Mimi napenda vita. Haya, pengine wewe nimepata nikasoftia ama kanapenda kuibaiba tu vitu, akiona kanguo kajirani kwa kamba shaimba. Sasa unaona, ndo akuja nifanye niache vita. Itamtake time. Ndo nikuja nimfanye ache kuibaiba tu vitu wa watu, itani take time. Kuvumiliana. Yeah, so this I think and communication very important. Hizi basi ndio vitu zenye tunafaa kwa tunaongeleana, because huyu dem Nora ameacha ndoa yake because bwana yake hakuanga anampatia nini enough. So is that a good reason why unafaa kuacha ndoa yako? Like yeah, sasa si atamcheat. Na hiyo cheating is bad. What if this guy is responsible maybe in a lot of areas, like anatoka asubuhi aenda kustruggle ukiwa nje, aujui ameshinda wapi the whole day, maybe hata amekuwa akifanya panel beating. Do you even know what our panel beaters go through? Ukienda sasa ni study hapo hivi utawaona. Kwa hiyo jua amehustle amechoka. So akirudi home lazima tu, okay, yes, imeandikwa kwa Bible that
mwanaume anafaa kupatia mwanamke ama bibi yake kitu yenye inastahili. Okay? But then is this really the reason why Nora anafaa ku jump off board? Like should that be enough reason? Guys, please just comment hapo chini. Should that be enough reason why bibi anaacha bwana yake kwa nyumba? Okay, as for me, I'll still support Nora. Okay, umesema vizuri, this guy goes to work. He brings home money. He brings home food. He buys her clothes. Ana provide. Yes. Sijakata. Remember one thing. This girl is a human being. She has blood flowing through her veins. Ako na feelings. After kukula, unahitaji kukula. I know you understand what I'm saying. After kukula, unahitaji kukula. So ukishakula hiyo mdomo ya juu ushakula umeshiba. What about downstairs? So like seriously, na si hii kitu yenye tunafaa tu like kukaa tu chini, hata kama tunapanga nini hiyo timetable in a week. Tuseme tu like maybe Tuesday na Thursday I'm good. Naweza kupatia kitu unataka. So unaona? But then ukisikia huyu msichana sana like imefika point amechoka na hiyo kitu. Na why is it that hii tu ndio kitu yenye anaongelea? Juu hiyo ndo marriage. Pesa ijamuoa, food ijamuoa bana. It only means that huyu kijana ni kijana responsible in every sector. Ana provide, ako sawa. Ushaiona, ujaisikia hata bibi ya minister ana date cowboy, yeah. Ana date gateman. Hiyo sasa ni kwa sababu ya anapata kila kitu. Lakini huyo mwanaume hana time. Time inakujana na mechi. Utanipatiaje mechi kama huna time? Hauna attention. Utanipeaje hiyo mechi? Do you know that naweza kosa kukaa na wewe the whole day? Niko tu mahali ukevu nje nimebangaiza maybe na wasee vile vile. Sasa hii set yetu inaitwa The Spot. Niko na spot yangu pale hivyo nje. Nimeenda nimebangaiza na maboys, tumecheka, tumefanya nini. Then nikirudi nini usiku na kusatisfy tu. That's okay. That's you know, sijakuwa na time na wewe, spend time na wewe. You know, most of these things imefika point na feel ni kama ladies you really ask for more, like vitu zile zenye hata sisi wenyewe we cannot offer. The food that they eat ama the food that we eat sometimes zinapandisha feeling. Unajua saa hii chakula za saa hizi by the way unarudisha kula unasikia ni kama mwili na vibrate. Inachemuka. Unataka tu. Manze, alafu mtu akwambia ati nimechoka. Kuchoka ati. But then I feel it's good kama tume reach a conclusion kwa manyumba zetu, like vitu kama hizi hazifai kufanya tuache. Maybe hata these people wame date for like 10 to 11 years. But she's already tired. A very very long marriage, peaceful marriage, because aja complain kuhusu any other thing. Amecomplain ni kuhusu tu ni story ya sex peke yake. Ana feel that jamaa ampatii now. Come on, but then mbona tu before utoke usikae tu chini na ufikirie like jamaa tumetoka naye wapi? Huyu jamaa ni sacrifice ngapi amesha have kuendure for me? Huyu jamaa amenishindia maboys wangapi? Kwa sasa atatoka hapo hivyo, ile kitu yule kijana ajamfanyia aende ipate pale hivyo nje double dose. But then maybe tu ni hiyo ndio sasa anapata sasa huko peke yake, aoni responsibility, aoni mtu hardworking, aoni mtu loving. Yani kitu tu yenye amekosa hapa ndio anataka kwenda kupata pale. So pale hivyo afike apate like 2 hour man. Maybe hata mtu mwenye just one night mwenda rounds kama maybe hata 5-6. But then huyu jamaa ukimwangalia body wise, yes type yako. Number 2, after mkiamka asubuhi ni wewe ndio ana have ku look at for maybe the breakfast, lunch nini, because ana feel entitled, ana kusatisfy kitu yenye uko unapata pale. So umefika hapa because hiyo ndio kitu yenye ulikuwa unaipata sasa too much. You know, nasemanga kuna hizo wenye maboys wanasema that mengi sumu. Mengi sumu. So like unaipata sasa pale sasa in full force.
mechi mechi ili inafika saa point umechoka. Ukiuliza unasema unasikia anakwambia ati hiyo si ndio kitu yenye ulikosa pale, umekuja umeipata hapa, so kwa nini mimi niende kazi ni struggle look hivyo, na wewe kitu unataka nakupatia. So come on, like I just feel like imefika point tunafaa kukuwa na these conversations kwa ndoa. These conversations I think zinafaa kukua. Okay, personally ikifika kwa hiyo sector niko weak na wewe uko strong. Why don't you just sit me down and finish styles? Niambie baby. Sasa place umefika nataka sio ufanye hivi na hivi na hivi na hivi. Na unajua kuna wale wenye ukiintroduce style mpya atakuuliza hii umetoa wapi? Iko tena kesi. Huyo mtu sasa ako kuna maneno sasa afai kuuliza cause nikiwa weak kwa communication. Why don't you teach me communication? And styles are not for everybody. There are weak men outside here. Okay, hizo masters mtu wenyewe atakukufia upate kesi bure. Mazoea na mchele. Unaona hii kitu, acha nikuambie, sex si kitu ya kufunzwa bana. Hii kitu yenye mtu anaona tu hii kitu. Mtoto akigrow, mtoto kijana akigrow anaona tu hii kitu ikigrow ikisimama anajua tu hii kitu ni kitu tu, ukishaona tu msichana kama kweli uko tu sawa, uko tu active tu. Umeona tu dem yenyewe ameiva. Bana, wewe hata utajua vile utafanya hii kitu na umalize. Hii si kitu ya kufunzwa. And by the way, kuna a lot of limitations. Ukiangalia kwa mageto suki vitu zenye zina lead to watu kukuwa knowledgeable mapema, zile manyumba zenye tunaishi. Kuna manyumba zinaitwa self confused. Nyumba ni ndogo, imekuwa divided by curtain. So hii curtain ni side ukiangalia kuna bedroom, kuna kitchen. Then hivyo ni sitting room. Ikifika usiku kila mtu amenyamaza, ama hata majirani utapata maybe ukuta kuna vile ina let in sound. So mtoto unadhani mtoto amelala hapa na kumbe kuna vitu anasikia. Anasikia vitu. So like vitu zenye pia zinaendanga pia those disadvantage. Ni places zenye tunaishi inafanya mtu yeye anajanjaruka mbio sana.